Pamoja na kukatazwa akaona yeye, akaenda akafungua mlango. Unaambiwa alipofungua ule mlango alichokiona mule ndani, alimkuta mume wake upo uchi wa mnyama. Mbele ya mume wake kuna ndoo, kuna damu zimejaa ndoo. Mume wake yuko anaoga zile damu. So haieleweki ni damu za mtu au ni damu za mnyama, maana kulikuwa hakuna kitu kingine zaidi ya hiyo damu. Hiyo ndoo pamoja na kuna chungu pembeni. Unaambiwa Sara alivyoshtuka akaanza kukimbia. Alivyokimbia ndio huko akaanza kutoa nguo, akaanza kuongea kama mtu ambaye amechanganyikiwa, yani akapata ukichaa. So wazazi baada ya kupata taarifa wakaenda kumchukua, akaanza kumpeleka, wakienda wakimuombea, akikaa vizuri dakika 2. Baada ya siku 2 anarudi kwa mume wake, anaanza tena kupata ukichaa. Mume wake akasema mimi sina cha kumsaidia, maana ameona kitu ambacho hakikutakiwa kuona na macho ya watu wawili. And sasa hivi yale majini au vitu ambavyo viko mule ndani, kwa sababu vishaonwa, vinatafuta kumuua, ndiye hana msaada. And Sara alikuwa ni slay queen, ni mtu ambaye alikuwa anapenda hela, anapenda maisha mazuri, so mambo sio ya dini, sio kumuomba Mungu alikuwa hajui. Ndio maana kila saa akiombewa anakaa vizuri dakika 2, anafanya kitu ambacho kinamsababisha arudi kwenye ukichaa. So story ni ya kweli guys, ilitokea Nigeria. Sijaona huyu mtu ambaye alihadisia ametoa update yoyote ya Sara, kama anaendelea vizuri, amepona au anaendeleaje.